Hivi nikuulize swali Kenneth, alihoji Dickson, na Kenneth akageuka kumtazama bila kujibu kitu. Kwa nini tunacheza mchezo wa karate? Kenneth akamtazama kwa makini bila kusema neno. Ni dhahiri alikuwa anatafakari kwa makini kwa nini anaulizwa swali lile ambalo aliona kabisa kuwa liko nje ya mada ile waliokuwa wanaizungumzia. Lakini kwa sauti ya kujiamini akaamua kumjibu na kusema, wewe unajua vizuri kabisa kuwa karate ni SD, yani ni self defense. Tunacheza mchezo huu ili kujilinda. Dickson alitabasamu baada ya kusikia majibu yale, na ndipo akasema, kwa hiyo hii self defense ni kwetu sisi tu tunaocheza mchezo huu, na sio pia kwa ajili ya kuwalinda wanyonge wanaoonewa bila sababu za msingi? Alihoji Dickson, na bila kusubiria jibu akaendelea kuongeza maswali mengine na kusema, kuna faida gani sasa kama tunacheza mchezo huu kwa ajili ya kujilinda sisi tu na kuacha wanaotuzunguka wakionewa na kunyanyasa wakati sisi tunao uwezo wa kuwalinda? Aliendelea kuhoji maswali ambayo alimfanya Kenneth akae kimya huku akiendelea kutafakari. Ni kweli maswali ya Dickson yalikuwa ni magumu kwake kujibu. Kwani sio kweli kuwa mchezo wa karate ni kwa ajili ya kujilinda wewe tu, ila unatakiwa kuwalinda na wale wanaokuzunguka. Taratibu alimgeukia tena Dickson, akamtazama tena kisha akasema, Dickson, ni kweli kuwa tunacheza mchezo huu ili kujilinda sisi na wale wanaoonewa bila sababu. Ni kweli kabisa. Lakini sasa hili kwetu ni kubwa, na ukitazama kwa makini ni kuwa halituhusu kabisa. Kwani kile tutakachoamua kukifanya ni kuwa tutakuwa tunaingilia kazi za kipolisi, kitu ambacho ni kosa la jinai. Wewe huoni hilo kabisa? Aliongea kwa kirefu Kenneth na kumalizia kwa swali. Dickson alitabasamu kisha akasema, sikiliza Ken, hili swala sisi tunalifanya kwa siri. Tunawatafuta wale jamaa tunawafanyizia ile kinyama ili wapatie adabu na wasiendelee kufanya mambo ya kihalifu. Aliongea Dickson na kumfanya Kenneth amtazame kwa makini kisha katamka na kusema, Dickson, huoni kama hapo tutakuwa tumejiwashia moto tutakaoshindwa kuuzima wenyewe? Alisema Kenneth, na Dickson akamuuliza, kivipi? Kenneth alimtazama kwa makini kisha akasema, sikiliza Dick, hawa jamaa tukishawafanyizia kama unavyotaka wewe, watakwenda kujipanga na moto wake itakuwa kama moto wa volkano. Na usisahau kuwa hawa jamaa ni majambazi wanamiliki silaha. Dickson alimsikiliza kwa makini kisha akatamka na kusema, hilo nalielewa. Maana yangu ni kuwa tukishawafanyizia hawa jamaa tutawaita polisi wawakamate, then sisi tutakuwa salama. Kenneth aliendelea kumtazama kwa makini na kisha akahoji tena kwa upole kwa kusema, ukishaita polisi utajitambulisha kuwa wewe ni nani? Na hao jamaa umewakamataje? Lilikuwa ni swali muhimu ambalo lilimfanya Dickson atafakari kwa muda kabla ya kujibu. Na baada ya kutafakari akajibu na kusema, sikia Ken, tukishawapigia polisi tutajitambulisha kama wasamaria wema ambao tumewaona hao majambazi. So wakija watawakamata kirahisi, wakati huo sisi tutakuwa tumeshatoweka. Na wakishapelekwa kituoni yule mama na binti yake watakwenda kuwatambua. Na baada ya hapo watafikishwa mahakamani na kuhukumiwa. Then sisi tutakuwa salama kama kawaida. Alijaribu kufafanua Dickson kwa kirefu na kumwacha Kenneth akitafakari. Na hapo Dickson akaendelea kumwongezea na maneno mengine kwa kusema, watu wanaonewa na kuibiwa mali zao na bado ndugu zao wauawe, lakini polisi wasifanye chochote. Isitoshe kule hospitali walikolazwa hawajawekewa ulinzi wowote. Je, hao majambazi wakiamua kwenda kuwanyamazisha kabisa, unadhani itakuwaje? Na sisi uwezo wa kuwasaidia watu kama hao tunao. Kwa nini tusifanye hivyo? Aliendelea kuongea Dickson kama aliyekuwa anajiambia mwenyewe, lakini maneno yalikuwa yanakwenda moja kwa moja kwa Kenneth. Na Kenneth akatafakari kidogo kisha akasema, unamaanisha huyo mama na binti yake wamelazwa? Alihoji Kenneth, na Dickson akadakia na kusema, sasa unategemea nini baada ya kipigo walichokipata? Isitoshe yule binti alibakwa na midume 3 kwa mpigo. Unategemea nini kingetokea? Dickson alijibu na kisha akaongeza na jingine lililomfanya Kenneth apate uchungu zaidi. Kenneth alikaa kimya kwa muda kisha akaongea na kusema, kumbe walimbaka kabisa huyo binti. I say, sasa hawa polisi wanafanya nini? Da, aliongea Kenneth kwa uchungu. Kisha akamgeukia tena Dickson na kumuuliza, kwa hiyo hao jamaa, hao majambazi, ulishajua wapi wanakopatikana? Alihoji Kenneth, na Dickson akatikisa kichwa kukataa kisha akasema, hapana, inabidi tuanze kuwasaka mpaka tuwapate. Kenneth akamtolea macho tena na kusema, unaona? Yaani hapo sasa tutakuwa tunaingilia tena kazi ya usalama wa taifa. Wewe huoni kama tunataka kujiingiza kwenye matatizo makubwa sana? Kwanza tunaingilia kazi ya polisi, bado tunaingilia tena kazi ya usalama wa taifa, vitu ambavyo vyote ni makosa makubwa kisheria. Wewe unategemea mwisho wetu itakuwa nini kama sio kuozea ndani ya kuta 4? Alilalamika Kenneth kwa kukata tamaa. Dickson akamwangalia kwa tabasamu kisha akasema, Ken, kumbe wewe muoga sana eti? Aliongea Dickson huku akimcheka Kenneth kwa uoga wake kisha akaendelea na kusema, nilishakwambia hili swala ni siri yetu mimi na wewe. Hakuna atakayejua kuwa sisi kuna kitu tunakitafuta. Na tukishawapata na kuwafanyizia, hakuna atakayejua zaidi ya polisi kuja kuwakamata, na wakati huo sisi tutakuwa hatupo tena. Sasa wasiwasi wako hapo ni nini?
Dickson alijaribu kumweka sawa Kenneth, kisha akamwongezea na jingine kwa kusema, isitoshe tunaweza kupiga hela nyingi kama tutafanikiwa kuwakamata hawa jamaa. Alimalizia Dickson, kisha akamtazama Kenneth machoni akisubiria kusikia nini atasema. Kweli kauli ya pesa ni kama ilimfanya Kenneth aongeze umakini na kutaka kujua zaidi. Akamgeukia Dickson na kumuuliza, unamaanisha nini kusema tunaweza kupiga hela nyingi? Alihoji Kenneth. Dickson akajiweka sawa pale kwenye benchi, kisha akamtazama machoni na kuanza kutamka. Nilipokwenda kule hospitali kumwangalia yule mama na binti yake, niliongea na yule mama na kumwelewesha kuwa mimi nataka kuwatafuta wa majambazi na nitahakikisha ninawapata. Yule mama japo alidharau maneno yangu baada ya kuzinguliwa na polisi kwa muda mrefu, lakini aliniahidi kuwa kama kweli nitafanikiwa kuwakamata majambazi wale, atanipatia zawadi ya pesa nyingi. Sasa wewe huoni kama hapo kuna mchongo mzuri wa pesa tayari? Isitoshe wale majambazi tukishawafanyizia tunaweza pia kuchukua mzigo wa maana kutoka kwao. Si unajua hawawezi kukosa mawe ya maana kwenye ngome zao? Alimalizia Dickson. Kenneth alikaa kimya kwa muda akitafakari maneno yake. Ni kweli kabisa alikuwa na shida kubwa ya pesa ili akamilishe ndoto zake, lakini pia swala la kufanya upelelezi lilimvutia sana japo aliogopa. Katika maisha yake yote hakuna kitu alichokitamani sana kama kuwa mwanausalama wa taifa, na siku zote alikuwa na ndoto za kwenda kusomea masomo ya usalama wa taifa, yani UT, lakini hakuwa na uwezo, na wala baba yake hakuwa tena na uwezo wa kumwendeleza kimasomo. Hivyo siku zote alikuwa anabangaiza hapo kibandani kwake kutafuta pesa ya kumwezesha kwenda chuo cha UT, yani chuo cha usalama wa taifa. Sasa mpango huo wa Dickson ni kuwa ulimvutia sana. Kwanza atafanya upelelezi, kitu ambacho anakipenda sana, lakini pia anaweza kupata pesa ya kumpeleka kusomea masomo ya usalama wa taifa. Baada ya kutafakari kwa muda alifanya maamuzi, kisha akatamka na kusema, sasa hawa jamaa tunawapataje wakati hatuwajui? Hatimaye Kenneth alihoji. Dickson alitabasamu. Lilikuwa tabasamu la ushindi, kwani aliamini tayari Kenneth alishakubaliana naye. Akajiweka tena sawa pale kwenye benchi, kisha akasema, sikia Kenneth, baada ya kuongea na yule mama pale hospitali, nilijaribu kumuuliza kama anaweza kuwa anamfahamu mtu yoyote kati ya wale majambazi. Akasema kuwa binti yake anahisi kuwa kuna mmoja kati ya wale waliombaka aliwahi kumuona sehemu, ila hajakumbuka ni wapi alikomuona. Aliongea Dickson kwa kirefu, akapumzika kidogo, kisha akaendelea na kusema, nadhani tunatakiwa twende Muhimbili tukakutana na yule binti, labda atakuwa tayari kesha kumbuka ni wapi alipomuona huyo mtu. Alimalizia Dickson, na Kenneth akakaa kimya kwa muda, kisha akamuuliza na kusema, so tunaenda lini huko hospitali? Dickson akatabasamu kisha akasema, tunaenda leo. Si ndio maana nilikwambia unisindikize sehemu? Tusubirie saa 10 muda wa kuona wagonjwa ndio twende. Kenneth alitikisa kichwa kukubali. Wakakubaliana kuwa muda huo wa kuona wagonjwa watakwenda hospitali kwenda kumuona yule binti. Hizo zilikuwa ni kumbukumbu za Kenneth wakati akiwa kwenye gari na RCO Kazimoto wakielekea ofisini kwake. Gari la RCO Joseph Kazimoto lilipaki nje ya jengo la makao makuu ya usalama wa taifa, na bila kuongea neno alishuka na kumwonyesha Kenneth ishara ya mkono amfuate. Waliongozana mpaka ndani ya jengo hilo, wakapanda ngazi mpaka ghorofa ya pili ambako kulikuwa na ofisi kadhaa. Waliongozana mpaka katika moja ya ofisi, wakaingia ndani ambako walikutana na mwanamke aliyekaa nyuma ya meza kubwa iliyokuwa na mafaili mengi, na huku nyuma yake kukiwa na shelfu kadhaa zilizosheheni mafaili mengine mengi. Mwanamke huyu alionekana kuwa mwenye umri wa kati ya miaka 38 na 40. Walipoikaribia meza ya mwanamke huyo, RCO Kazimoto aligeuka kumtazama Kenneth kisha akaongea na kusema, Inspector Kenneth, kutana na Martha Msovela. Taarifa zangu nyingi utazipata kwa huyu kama mimi sipo. Baada ya kuongea hivyo, alimgeukia Martha pia na kumtambulisha kwa kusema, Martha, huyu ndio Inspector Kenneth ambaye najua taarifa zake zote unazo. Martha alinyosha mkono na kumsalimia Kenneth kwa furaha na bashasha, kisha akasema, nafurahi sana kukufahamu Inspector Kenneth. Karibu sana, alisema Martha, na Kenneth akajibu kwa kusema, asante sana Martha. Nami nafurahi sana kukufahamu, alijibu Kenneth huku akishikana mkono na Martha. Na hapo hapo RCO Kazimoto akaendelea na kusema, sasa Martha, nina kikao kirefu kidogo na Inspector Ken. Mtu yoyote haruhusiwi kuingia ofisi hii nikiwa bado na kikao na Inspector Ken. Sawa? Alikoroma RCO, na Martha akaitikia kwa heshima na adabu zote. Kisha RCO Kazimoto na Ken wakaingia ndani ya ofisi nyingine ambayo mlango wake ulikuwa hapo hapo jirani na meza ya Martha. Wakamwacha Martha akiendelea na kazi zake. Ofisi ilikuwa ni pana na yenye kuvutia sana. Ilikuwa na meza kubwa iliyokuwa na baadhi ya mafaili yaliyopangwa vizuri juu yake, na nyuma ya meza hiyo kulikuwa na kiti kikubwa cha kuzunguka, wakati mbele yake kulikuwa na viti viwili vya kawaida ambavyo vilikuwa kwa ajili ya wageni. Kwa pembeni kulikuwa na seti ya sofa, na katikati ya hizo sofa kulikuwa na meza nzuri ndogo ya kioo iliyokuwa na chupa kubwa yenye maua ndani yake. RCO Kazimoto aliongoza moja kwa moja kwenda kukaa kwenye kiti chake cha kuzunguka, kisha akamkaribisha Kenneth akae katika moja ya viti viwili vilivyokuwa mbele ya meza ile. Baada ya Kenneth kukaa, ukimya ukatawala kwa muda, huku Kenneth akisubiria kuambiwa hiyo kazi anayotakiwa kuifanya inayoweza kuligharimu taifa. Wakati huo RCO Kazimoto alikuwa anatafakari wapi aanzie.
Inspector Kenneth. Hatimaye RCO Kazimoto alivunja ukimya na kumfanya Kenneth ajiweke sawa kwenye kiti, ikiwa pamoja na kuongeza umakini. Kwanza kabisa najua ulishangaa kuona tayari umepachikwa cheo cha inspector ghafla bila kutarajia. Lakini naomba nikuambie tu kuwa cheo hicho kwako sio cha ghafla. Cheo hiki kilikufaa toka kipindi kile ulipokamilisha kazi ya marehemu Inspector Dickson Mashambe, ambaye wewe ulimchukulia kama rafiki yako wa kawaida na mwanamichezo mwenzako. Alinyamaza tena kidogo, kisha akaendelea na kusema, ulichokuwa unapungukiwa kwa kipindi kile ni elimu tu ya mambo ya usalama wa taifa. Lakini kila kitu kwako kilikuwa sawa na mainspekta wengine, tena hata zaidi yao. Sasa leo umekamilisha masomo yako. Tena umesoma masomo zaidi kuliko mainspekta wengine wote. Wewe umefanya mpaka mafunzo ya ukomando. Wewe ni zaidi ya inspekta. Kwa hiyo hicho cheo kimekukaa na kimeshathibitishwa kwako kutoka ngazi zote za juu hata kabla hujarudi nchini. Hivyo naomba nikupongeze kwanza kwa hilo. Aliongea RCO Kazimoto, kisha akatulia kidogo kumwacha Kenneth ayapokee vizuri maneno hayo. Na kweli aliyapokea vizuri, japo alionekana kuwa na maswali mengi, kitu ambacho RCO Kazimoto alikibaini na hivyo kutokumpa nafasi ya kuuliza. Akaendelea na kusema, huhitaji tena kuhoji maswali hapa Kenneth. Kila kitu tulishakiweka sawa kwako na tayari ulishaelewa. Kilichobaki sasa ni unisikilize kwa makini. Aliongea tena kiongozi huyo wa idara ya upelelezi RCO Kazimoto, huku akiwa tayari katulia na kumtolea Kenneth macho ili kumweka katika hali ya kupokea majukumu yake. Sasa ni nini kitaendelea? Basi usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii ili uweze kujua ni kazi gani ambayo anakabidhiwa Inspector Kenneth. Lakini pia kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya kila sehemu ninayoweka kwa wakati. Lakini pia kumbuka kuniambia unanifuatilia kutoka wapi, yani kutokea nchi gani na mkoa gani. Kumbuka hii ni simulizi ya nguvu na mimi ni Director Mo. Tukutane next time. Ciao.